Assalamu alaikum warahmatullah. Ahbabi fillah, niko na ukumbusho ambayo kwanza nakijikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusheni ndugu zanguni. Hili jambo ni jambo ambalo wengi wetu tunaingia ndani mara nyingine bila kujua au kwa kughafilika au kwa kusahau. Naam, sisi ni wapungufu wa kusahau, ni wapungufu wa kukosea, na wabora wa kukosea ni wale wenye kutubia. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutoe katika kila mapungufu, atupeleke katika khairi, atutoe katika maasi, atupeleke katika taa. Jambo lenyewe ni sitara. Tujaribu kusitiriana aibu zetu, hasa katika hii zama ya mitandao. Tunaanikana waziwazi, tunashutumiana, tunaanikana waziwazi paka katika mitandao. Sio dini yetu ilivyotuamrisha, sio mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mtume anatuambia man satara musliman satarahu Allah, atakayemstiri Muislamu basi Allah atamsitiri. Kuna ile siku ambayo kwamba yauma tubla sarair, siku siri zitafichuliwa, ni siku ya kiyama. Ukitaka kustiriwa, msitiri ndugu yako Muislamu. Tusitirianeni ahbabi fillah, tusisahau, tusighafilike hili. Na wengi tunaghafilika, pengine ni hasira zinatupelekea namna hiyo, au ni watu wametupelekea tuzungumzie, tuchangie, tumtangaze mtu fulani ni kadhaa. Kabla hujataja aibu ya mtu, kwanza kumbuka aibu zako. Sote tuko na aibu ahbab. Mwenyezi Mungu atusitiri fi dunya wal akhirah. Kwa hivyo tusitirianeni. Mtume anasema katika hadithi, man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awrata. Atakayefuata aibu, kuzifuatilia zile aibu za ndugu yako, unazifuatilia hasa ili umuaibishe yule mtu, Allah atazifuata aibu zako. Ukimsitiri mtu, Allah atakusitiri. Kwa hivyo tusitirianeni, wala tajassasu. Allah katika Qur'an ametukataza tusifanyieni ujasusi. Iliyositirika usitake kuitoa. Jambo limefichika, jambo limesitirika, usitafute ili uitoe alafu muaibishe yule mtu. Kwa hivyo tusitirianeni, ndio jambo ambalo kwamba dini yetu imetuamrisha sote. Lau sio aibu, lau sio sitara ya Mwenyezi Mungu kutusitiri, wallahi hata kusalimiana tungesalimiana. Lakini Allah ametusitiri, Allah anatupenda sote. Kila mtu ako na aibu yake, lakini nani anajua? Allah peke yake anajua. Ametusitiri. Kwa hivyo Allah ikiwa amekusitiri, usiitoe ile sitara kwa kumwaibisha ndugu yako. Kabla hujatamka, kabla hujafuatilia aibu ya mtu, kwanza jiangalie wewe hauna aibu. Fuatilia aibu yako. Ku anfusakum, kwanza dili na nafsi yako, okoa nafsi yako kwanza. Wa ahlikum nara, na watu wako kisha ndio okoe na moto. Tutaokoana tukisitiriana, tukihurumiana, tukipendana, tukijaliana, tukionana katika makosa, tupeanene udhuru. Hivi ndio dini inatuamrisha. Haya nimependa kujihusia katika huu ulimwengu ambao ni hatari. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusitiri na katika dunia kama hii, na tuendelee kusitiriana na tuzidi kusitiriana. Kwa ambao pengine tumeghafilika, tunakumbushana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuvishe na mavazi ya sitara, atusitiri sisi na familia zetu na jamaa zetu na Waislamu wote kwa jumla. Na sisi Waislamu pia tusitirianeni. Dini yetu hairuhusu. Ini mtu amekukosea, usiende kumwanika kwa mitandao. Unamjua pale yupo, mfuate. Unamjua kwao, unajua familia yake, fuatilia yeye. Hata kama ni kesi mathalan, usiende kwa mitandao kumwanika wazi, watu ndo wamtafute. Yani ni mambo mengine ni aibu. Na Mtume amekataza aslan, cheo cha mtu ni haramu,
damu ya mtu ni haram. Katika hadithi watu wanajua hizi vitu, tunaenda kuaibishana, tunaanikana ati kwa sababu atafuta haki yako. Umeingia katika makosa. Yule mtu unamjua amekukosea, mfuate kwa njia, mtafute, akona watu, unajua kwao, akona watu wake, anajulikana. Hii nchi yetu huwezi kimbia, utakimbia wapi? Fuata njia za haki, tafuta haki yako kutoka kwake kwa njia mzuri, lakini sio kuanikana na kuaibishana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusitiri sote fi dunya wal akhirah. Na si wasia wetu kwanza tumejusia nafsi yetu. Allah atujalie ni watu wenye kusitiri wenzetu, ili Mungu pia atusitiri kesho kiyama. Wala afwa minkum, ahsantum wa jazakumullah khair.